Nimenguzia namna tofauti vile ambavyo mchawi anaweza akamfanya mtu kuwa msukule, na ningependa niingie deep ama niingie kwa ndani zaidi ili nikapate kuchambua aina moja baada ya nyingine. Aina ya kwanza ambayo nilikuwa nimeitaja ni pale ambapo mtu roho yake itakuwa replaced, exchanged na roho nyingine, ambao hiyo roho inaweza kuwa ni roho ya jini, inaweza kuwa ni roho ya mzimu, inaweza kuwa ni roho ya joka anaingizwa ndani yako. Na hii namna wachawi mara zingine wanaweza wakaitumia ama wakaifanya wakati ule mtoto anapozaliwa ama akiwa katika tumbo ya mama yake, akiwa katika tumbo ya mama yake, ama tayari baada ya kuwa ametoka katika tumbo ya mama yake. Ndio maana kwenye jamii mingi utasikia kwamba mtoto akizaliwa huwa analia sana mpaka anapewa jina ya babu yake, anapewa jina ya babu yake, ama shangazi yake alikuwa amesimamia mizimu, anapewa jina fulani ambao ni jina ya jini fulani, anapewa jina fulani ambao ilikuwa ni jina ya nyoka fulani alikuwa anaapia kwenye jamii ama kwenye ile familia. Unaona, yule mtoto akipewa ile jina anatulia. Kwa hivyo ina maana kwamba huyu mtoto sio yeye atakuwa anaishi tena, lakini ni hiyo spirit ambayo ameridhishwa jina yake ndio itakuwa inaishi ndani ya huyu mtoto. Sasa hapa ni huyu mtoto baada ya kuwa amezaliwa, lakini pia kuna watoto wengine ambao huwa wanapagawa ama wanaingiwa na spirit nyingine ndani yao, wanazaliwa wakiwa wameshika, tuseme ni irizi za namna fulani. Anazaliwa akiwa amepagawishwa mapepo ama majini fulani wakiwa katika tumbo za mama zao. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi 51 na mstari wa 5, huyu ni Daudi anaongea, anasema nalizaliwa katika uovu. Daudi anasema ile siku ambao nilikuwa nalizaliwa katika uovu, na mama yangu alinichukua mimba atiani. Hata tuachane na mambo ya kuchukua mimba, tunaongelea kuhusiana kuzaliwa. Anasema nalizaliwa katika uovu. Kwa hivyo kati ya product ambao ilitumika ili Daudi atengenezwe katika tumbo ya mama yake, moja ilikuwa ni uovu wa uasherati. Kwa hivyo uasherati ulikuwa ni sehemu ya Daudi. Uasherati ulikuwa ndio Daudi mwenyewe. Ndio maana anapoenda mbele ya Mungu, Daudi anamwambia Mungu, usiangalie dhambi zangu. Kwa nini anaziita dhambi zangu? Kwenye kile kitabu cha Zaburi 51 na mstari wa 9 pale, kama sio 8, anamwambia usitazame dhambi zangu. Anamwambia hivyo kwa sababu kutoka wakati Daudi anapozaliwa, anapotoka kwenye tumbo ya mama yake, tayari ile dhambi ama uovu wa uasherati ulikuwa ni sehemu ya mwili wake, ulikuwa ni sehemu ya macho yake, ulikuwa ni sehemu ya damu yake. Kwa hivyo kuna watoto ambao huwa wana roho zao zinakuanga replaced na roho zingine wakiwa katika tumbo za mama zao, na wengine kama hao tunawaitanga watoto wa dawa. Unaenda kwa mganga, unamwambia mganga, nimekaa sana bila kuwa na mtoto, mimba yangu, yani sijawahi kupata mimba. Mganga anakuambia mimi nitakupa mtoto, anakupea mtoto wa dawa. Mganga atafanya manyanga pale. Kile ambacho atakifanya ni kwamba kuna spirit fulani ataingiza ndani yako, na ile spirit sasa, baada ya kuwa ameingiza ndani yako, kile ambacho kinatokea ni kwamba sasa unasema sasa niko na mimba. Uko na mimba, kumbe ni mtoto wa dawa, ni mtoto wa mganga, ni mtoto ambaye ni jini ameingizwa ndani ya tumbo yako, ni nyoka ambaye ameingizwa ndani ya tumbo yako. Unamlea miezi 9, baada ya pale unamzaa. Baada ya pale unaona kwamba mbona ako na tabia tofauti na vile ambavyo umezoea watoto wengine. Ako na akili ambazo ni kama akili za malaika wa kuzimu hivi. Kuna tabia ako nazo ambazo sio tabia nzuri. Kumbe yule mtoto ulipoenda kwa mganga alitia spirit fulani ndani yako, na ile spirit baada ya kuwa ameitia ndani,
ukaona umebeba mimba, ukakuja ukazaa mtoto wa dawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hapa tunaongelea kuhusiana spirit ya mtoto ama ya mtu kuwa replaced na spirit nyingine. Unajipata kwamba sio wewe unaishi tena, spirit yako inanyofolewa ndani ya mwili. Na kwa sababu maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Yakobo mlango wa 2 na mstari wa 26 ya kwamba kama vile mwili pasipo roho umekufa. Kwa sababu waganga wanajua mwili huu ambao wametoa roho ndani yake, roho ya huyu mtoto, roho ya huyu kijana, roho ya huyu mzee wameitoa ndani yake. Wakikosa kuweka roho nyingine wa replace, ni bila shaka huu mwili utakufa. Sasa wana replace na roho nyingine, na wanatoa ile roho yako, wanainyofoa, wanaitoa ndani ya mwili, wanaenda kuitumikisha, ama wanaenda wanaiua hiyo roho. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna maandiko ambayo nataka tusome kwenye kile kitabu cha Isaya, ndio unielewe vizuri sana. Utanielewa vizuri sana. Kitabu cha Isaya 42, nataka tusome mstari wa 18. Tukishuka pale, maandiko yasema hivi: sikilizeni enyi viziwi. Huyu ni Isaya anaongelesha watu wanamtazama kabisa, lakini anawaambia sikilizeni enyi viziwi. Kwa nini Isaya anawaita hao watu viziwi? Sasa anawaambia hivi, tazameni enyi vipofu. Kwa nini Isaya anataka watu ambao ni vipofu bado wapate kutazama? Ni watu kabisa wanatembea, wana majina yao, lakini anapoongelesha anawaambia ninyi ni viziwi, nyinyi ni vipofu. Kwa nini anawaambia hivyo? Kwa sababu ile roho ya huyu mtu anamuongelesha imenyofolewa, ikatolewa ndani ya huyu mtu, ikawekwa roho nyingine. Sasa huyu mtu unapomuongelesha, mwili wake wa rohoni na mwili wake wa asili hazina ushirikiano. Ukielewa kwamba kuna kuanga na macho ya rohoni, kuna masikio ya rohoni, ambao yale masikio ya rohoni na macho ya rohoni ndio yanafanyanga mtu apate kusikia, ndio yanafanyanga mtu apate kuona. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha John 6:63 ya kwamba roho ndio itiao uzima, mwili haufai kitu. Kumbe mtu anaweza kuwa akona haya macho tunayaona kwa macho ya nje, akona hao masikio ambao tunayaona ni ashika hivi, lakini akawa hawezi kusikia, hawezi akaona, kwa sababu haya macho unayoyaona ni nyumba ya njicho ambao ndio njicho linakufanyanga uone. Haya masikio ambao unaona ni nyumba ya kubeba yale masikio ya rohoni ambao ndio masikio yanakufanyanga upate kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa anawaambia Isaya, sikilizeni enyi viziwi, tazameni enyi vipofu. Kwa nini anawaita hao watu vipofu? Kwa sababu anajua ni bila shaka kuna mchawi alikuja akanyofoa macho yao ndani yao, akanyofoa masikio yao ndani yao, na alifanya kitendo kile kupitia kwa kutoa yule mtu wa ndani, yule mtu wa rohoni, akamtoa ndani yake na akaweka mtu mwingine ambao ni malaika wa kuzimu, akamweka ndani yake. Ikawa yule mtu sasa sio yeye anaishi, lakini ni mtu mwingine ama ni spirit nyingine inaishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Waefeso mlango wa 2 na mstari wa 1, maandiko yanasema mlikuwa wafu sababu ya dhambi zenu. Huyu ni Paulo anawaongelesha Waefeso, anawaambia kuna wakati mlikuwa mnatembea hivi mitaani, lakini mkitembea mitaani mbingu ilikuwa unaona kama watu waliokufa kwa sababu ya dhambi. Kumbe dhambi inaweza ikaua mtu, na dhambi iliyomuua mtu, aliyekushawishi kufanya hiyo dhambi ndio anakaa ndani yako, kwa sababu mwili pasipo roho umekufa, anaishi ndani yako huyo sasa.